Yes. Kama kawaida ndugu mtazamaji wa Mahenya Media TZ. Nipo na Miamba hapa kwa mbali naona mnywani ya fuso fulani hivi. Sasa ni kwa nini? Nipo na kijana anaitwa Mwanasulu wa studio. Mwamba ni direct na nini? Ni engineer fulani hivi kutoa masauti mazuri hapo Nkungwi. Nkungwi inapatikana Mpanda. Manispaa ya Mpanda mjini. Ikiwa Katavi. Kwa wanyama wakali. Nipo na Mwamba hapa mikono ya tuseme mikono ya nini? Mikono 8 vidole 7 yani. Au sio? Kwa nini ulijiita hivyo? Unajua watu naangalia formula yani hapo imetengeza logo, yani kama logo. Maana ile logo unajua tunajiwekea tofauti na watu fulani na nini unajua. Kwa hiyo unaona unakuta afanya hivyo kwa sababu kuna kitu baadaye unaweza kuelewa kwa nini naomba kujipa jina ile hapo. Unajua? Unaona bana, kama unavyoona huyu jamaa hapa ni producer wa muziki ya asili pamoja na Bongo Flava. Ana swaga nyingi sana huyu jamaa. Basi tu yani siwezi kuelezea mengi sana, lakini kama unavyosikia kwa mbali pale kama muziki unaopigwa ule ni mikono ya huyu jamaa. Nyimbo kama unavyosikia nyimbo hii inaitwa Mwanike Shoga Kaya. Bonga la video. Muda si mrefu tutaliona mtandaoni kwa Mahenya Media TZ. Limepigwa na mwamba mmoja, atamuelezea yeye mwenyewe ni nani, amekuja naye hapa, mimi simjui jina. Ati Mwanasulu, ni changamoto gani ambayo mnapata nyie ma producer kwa na weka na ngoma inakuwa tamu? Unajua kwanza changamoto ya muziki sawa. Naweza nikasema changamoto ya jua producer sawa. Kwa sababu wewe msikilizaji wa nyimbo mbona isikiza nyimbo imeiva imeisha, yani sawa kwamba mtu anakutengea chakula, lakini katika mapishi amepita vipi mpishi aweze kujua wewe unasema aisee chakula kitamu, kumbe mtu kasotea mambo marefu yani. Kwa hiyo ndo kama hivyo sasa tunafanya kazi hivyo ngumu, lakini kwa sababu ni kazi, changamoto nyingi sana. Kutana na mtu hapo inabidi umsupport mambo mengi kwa bwana hapa, kwa sababu unajua unapokuja mtu kufanya kazi alafu wategemea na kuweka tofauti kidogo, akiingia kule kuna vitu vingine vinabadilika, inabidi mtu aanze kumpanga, yani inaitwa shortcut, unaona. Lazima mtu mfanyie kazi yake iende safi na nini. Kwa hiyo changamoto nyingi hata kiasi kwamba nikielezea na kwa muda mrefu, unaona. Ila tunazoea na hivyo vitu kwa sababu ndo kazi yenyewe, sio unajua kazi. Kila kazi na changamoto yake. Kweli kabisa. Tunakubaliana na changamoto, tunaona ni kawaida yani, unaona. Changamoto ni nyingi nani. Kwanza msanii, producer yote ile lazima awe msanii. Sio kama msanii labda ambaye anatambulika anatoa ngoma nini. Unaweza kukuta mimi msanii mkubwa hata Mondi Asidare, kwa sababu gani unajua? Mimi ndo nitakuwa nimconvert mtu akae kwenye mfumo wa kufanya wa kazi nzuri, itoke kazi nzuri, watu wasikilize, wakubali kazi yangu pamoja na yeye. So ndio kama hivyo yani. Unaona hapa kwa mbele yako mkuja na msanii mmoja mkali ambaye anatamba kwa sasa hivi mkoa wa Katavi. Huyu jamaa anaitwa nani? Sio jamaa kiukweli anaachia ngoma sio poa. Paka mwingine anaona wivu, ningekuwa ndo ananitengezea mimi ningekuwa poa, kwa sababu jamaa anaitwa Misari. Unaona? Mstari. Huwa na miezi kama sikosei kama miezi 8 hivi kwenye game la muziki, lakini sasa hivi naona kama amewashawasha pupu nyingi nini. Unaona? Nimemfanyia kazi zake nyingi kibao. Unaona? Kwa hiyo namkubali sana katika watu ambao wanapiga kazi yangu underground ya muziki, lakini namuelewa sana mshikaji yuko vizuri. Kuhusu kugundua kipaji chake uligunduaje? Manake mimi nimegundua kwa sababu unaona, mimi nikifanya kazi mara 2 mara 3 na mtu nambaini kama mtu anaweza kazi au ni project nyingi, naelewa hapo sawa. Kwa hiyo nimeshaelewa baada ya kufanya naye kazi na nini, nikampima kwenye kazi ngumu na nini, nikamweka hivi na hivi fresh, nikaona kama vile anafaulu, nikajua msanii anaweza kufanya kazi na mimi na akafika mbali, unaona. Kwa hiyo mkubali vizuri, maana ili kuzipata ngoma zake tunazipata wapi sasa? Ingia sasa Mahenya Media. Unazipata? Ukiingia Mahenya Media utakuta ngoma zake kule ziti. Alafu kwanza kuna kazi fulani na hizi kama kesho kutwa inawezekana umetoka, kuna video fulani kwa na shoot. Waona hizi ukiingia hizo siku utakuta ngoma mpya hiyo Misali inaitwa Mwanike Shoga Kaya, na wala maisha magumu na nini, fresh ngoma kali tu. Unaona? Kwa mtu ambaye sio msukuma anaweza kama muelezaje hiyo ngoma inaelezea nini? Hiyo ngoma inaitwa maisha magumu. Ukishaandika Misali maisha magumu unaweza kukutana ile ngoma chafu sana. Ni hivyo tu. Huyu msanii wako anaondoka na muondoko gani? Aidha Bongo Flava au ngoma za asili? Yeye alinikuta studio kwangu, naona hapa nikuta kaniambia bwana, mimi nataka kufanya kazi hii hapa. Nikamwambia nisikilizishe kazi, akajaribu kuimba kazi nikasikiliza. Sawa, niliposikiliza nikamshauri kitu kwamba hebu fanya kitu hiki hapa, sawa. Unajua unafanya kazi, sawa. Fanya kazi kila mtu alizike, sawa.
Sawa, unagonga nyimbo za asili, sio unafanya za asili tu, hapana. Una washabiki sio kwamba wasukuma tu. Nikamwambia hebu badilisha kidogo mfumo. Hiyo ngoma ameigonga kwanza, nimemgongea tu nyimbo fulani dakika kama 4 hivi na kidogo, kama kibongo bongo lakini ya asili, unaona. Amefanya kazi nzuri, watu wameipokea, audio kwanza kaikubali, na maana iko vizuri, unaona. Sasa mimi nimesikiliza hiyo ngoma nzuri. Okay. Lakini nimetaka kunirejesha nyuma kabisa kipindi cha kina Chief Maker pamoja na Nesnazo. Sawa. Inakuwaje mmekona kama copy fulani hivi miondoko ya kina? Hapana. Huo ni mkono wa Sura kabisa mwenyewe. Kwa sababu unajua kwa nini? Yaani kuanzia beat, kuanzia muondoko. Unajua kama ile ngoma ya nani ya Nesnazo ambayo inaitwaje ile? Mama wa Daile au ya namna gani? Kijijini ile. Kuna ngoma fulani za nyuma kabisa alikuwa anasema kwamba yani kama nikiongoza mtu fulani hivi yani arudi nafasi sina nini. Tuma. Unajua nikwambia kitu sawa. Tutafanya harakati zote kwenye muziki, labda mpengine wa kibongo. Tutafanya harakati zote, lakini mwisho wa siku tutakumbuka mambo ya nini? Ya nyuma. Kwa sababu gani? Ukikaa ukiangalia vizuri sasa hivi sawa tunagonga ngoma design zote, lakini ukiangalia kwamba nikichukua vitu fulani nini au nikisogeza kwenye kitu fulani naweza nikakutana na kitu fulani, ndio tunafanya hivi. Ile beat yenyewe sio igongo, sababu kwamba labda nilichukua vitu, labda sijaingiza kodi ya msanii yoyote, lakini sasa inafanana kwa sababu nilimpanga mimi, niliamua kufanya kazi hii na nayoipenda mimi, japo ilikuwa kazi yake, lakini mshauri kazi ambayo ifanye yeye, kwa sababu niliangalia kwamba muziki sasa hivi ukipiga vipi unaweza kupata tofauti na watu wengine. Nikabaini kitu sawa, nilipobaini kitu ndo nikamshauri kwamba fanya, pitia hapo, fanya hivi na hivi, unaona. Kwa hiyo niliamua kuvunja ile nyumba mpaka kuja kama kupanga ngoma mpya hapo hapo, tukafanya kazi na ikaisha, ngoma inasikilizwa vizuri tena sasa hivi. Tumsikilize msanii mwenyewe naye anasemaje. Bwana vipi? Salama mwandishi. Kwema? Poa. Kwa jina unaitwa nani? Mimi kwa majina yangu naitwa Mr. Ri. Jina la nyumbani? Jina la kazi ni Mr. Ri. Jina la nyumbani najulikana kama Raza. Raza Roelisha ndo maarufu wangu. Na huyu ndo manager wako, ndo producer wako? Huyu ndo producer wangu anayenisupport, anayefanya promotion zote kwenye studio yake Mwanasurwa. Mwanasurwa inapatikana wapi? Huyu producer anapatikana maeneo ya Mpanda, Katavi, lakini sehemu moja inaitwa Nkungwi. Bwana sauti sasa hivi tunavyoongea ni kama sio ile, au umetumia AI mzee? Manake ule umeonya kikweli kweli, hapo sauti sasa kama ile. Hapana, sijua bwana mwandishi, lazima jonjo na mbwembo nasema Waswahili lazima zionekane, sio, lakini sema ni mambo tu ya kawaida, sauti ni yenyewe ile ile. Nimeona nyimbo zako zote zinaandana sana, au hiyo inatumika kwenye story yako ya kimaisha kabisa, au unatunga tu ni mpenzi wako, au ishawahi kupata? Mimi nimekusudia kufanya nyimbo zangu ziwe kama tunzo moja, lakini ni kuchukulia melody ili watu wanaoikubali. Sawa, nasemea hivi, hizo nyimbo wenda ni story za kweli au ni tunga tu? Sawa mzee mwandishi, hizo ni story za kweli, kwa sababu nishawahi kukutaja maisha yako. Maisha yangu kwa kweli nilikotoka ni magumu sana, na nikiconvert na wenzangu mfano ninavyoishi kwenye kijiji chetu, tunakuwa tunatazama, na wakati mwingine sisi kama wasanii unaweza ukachukulia wimbo kwa kutazama watu jinsi wanavyohangaika, maisha wanavyohangaikia, kula shida, wengine wakati mwingine hata kulala shida, unachukulia property ile kama ni shida ya maisha, ndio unaenda kutoa wimbo mzuri ili uguse maisha ya watu. Unachukua matukio ambayo yanatokea kwenye jamii na kutolea kwenye nyimbo zao. Kwa kweli. Na msanii mmoja wa Kisukuma anaitwa Mwanarungu anasema nyimbo zinatoka kwa watu. Nyimbo zinatoka kwa watu kweli. Ndio maana hata mimi kumbe, na maana sio tukiona kwamba alishakukuta wewe, sio? Wakati mwingine unaweza kuchukua hata la jirani tu, ndio unatoa movie kama movie, yani wimbo mzuri ili watu wajaribu kujifunza na kutafakari. Maana tunapoimba nyimbo kwa kipindi hiki hapa, watoto wa 2000 tunasema wakitolewa tu mwamba kama sasa hivi hapa Mwanasurwa na kutoa kimuziki unajulikana, mwisho wa siku inasemekana kuna hamia kwingine wanamwacha hivyo. Hiyo kwako vipi? Mimi kwa hilo la kupiga ngoma kali, kwa mfano kama kwa producer wetu Mwanasurwa, asema tu ni udhaifu wa wasanii. Maana unapokuwa ukipata promoter mzuri anayetoa nyimbo vizuri, hata kwa hama sio kitu kizuri sana. Yaani inamaanisha kwamba mtu amekutoa kimaisha, na mwisho wa siku unamwacha tu bila kueleka, unakimbia, labda unapata manager mwingine.
Ndugu mwandishi, hizo ni tamaa, naweza kuchukulia ni tamaa. Wasanii wengi tunafeli kwa kupitia hilo, kwa sababu haifai kama mtu umechukulia naye kutoka uanze kazi na kufundisha, kwa sababu producer kazi yake ni kumuelewesha na kumfundisha mtu. Mtu unaweza ukawa unajua kuimba, lakini unapoingia pale ukawa unaharibu mpango. Kwa hiyo producer ndio atakaye arrange vitu vyako vyote ili vifanane na kazi anayoifanya. Kwa nataka kuniambia kwamba hata kama ukitoa kimaisha hutamwacha jamaa, hutamsahau. Kwa kweli siwezi kumsahau huyu ndugu mwana producer, kwa sababu tumetoka naye mbali sana baada ya kumuona. Kwa kweli naona mfano kama Mpanda hii hakuna studio inayowika kama Mwanasulwa. Ikatokea muda jamaa anakuita, njoo babu, kuachana na huyo ana nini, utamwachaje jamaa? Hapo unapewa mtita wa kutosha, utakawana nayo hela au utamwacha tu? Unajua mheshimiwa, kama mambo mengine nataka kuchukua labda upeleke Dar es Salaam kule ukahiti zaidi. Mimi naweza nikazungumza hilo kwa sababu unajua ndugu mwandishi, hiyo ni kazi, ni biashara. Lakini kama ni biashara, ila usimtupe aliyefunza kazi. Lazima mkumbuke hata kama kwa kidogo. Anasema usitupe mti na jongo lake. Ya, safi sana. Haya. Mawazo ya mwisho kwa Mwanasulwa, nawaambiaje watazamaji pamoja na mashabiki zako? Kwanza moja, nashukuru sana kutizama mimi TV Mahenya Gang TV. Unajua kwa nini sawa? Unachokiongea ni sawa, kwa sababu kuna mtu mwingine yani wewe mtu umemfundisha ametambaa hadi amesimama anaanza kutembea, kisha anza mbio na kukimbia na kuacha. Hao watu wapo sawa na tunaishi nao vizuri, lakini sasa mimi naweza nikasema kitu kimoja, kumtoa hatua moja mpeleka hatua nyingine mtu, sio haijalishi imegundua kwamba baadaye atakuwa vipi. Yani unaona, mimi naangalia support yangu kwa wakati huo sawa. Kwa mtu ikitokea kwamba akajua support yangu ni msupport vipi, atakafanya safi na mimi siku zote tu, ila akiona namna gani kwamba sasa hivi nilikotoka sio mbaya, ngoja nikamwe vitu vingine ni fresh. Tunajua hata maisha yenyewe ndio hapo, uwezo kulazimisha kama mtoto wako anaanza kushinda akatoka, kwa hiyo mtu mwingine baki wewe to kama hivyo. Kwa hiyo utakuwa na kinyongo kabisa moyoni. Kinyongo sitakuwa nao sana. Unapoona mwamba anatoa vichupa yuko Dar es Salaam kule hapo, huyu mwamba anamtoka kwenye mikono yangu, uweze kutoa vijembe. Mimi sitaka vijembe sawa. Kwa sababu gani? Kuna mama mmoja alisema wakitoka wengine watakuja. Unaona, mimi naangalia kazi, je, akitoka yeye kazi yangu inalala au watu bado ndio naendelea zaidi au namna gani? Kwa hiyo ndio hivyo. Tuambie kitu kimoja sasa, hiyo studio yako ataipata wapi? Namba gani? Wapi? Location ni wapi? Wakutafute. Studio yangu naweza nikasema mengi, kwa sababu kwa kuongea sasa hivi siwezi kuelekeza sana, ila nahisi kabla ya kuisha, nahisi watazamaji wote ambao wataangalia itapangiliwa, wataona mazingira, location ni wapi, kila kitu watakiona huko juu. Unaona, kwa sababu nipo Mpanda Katavi, unaona nipo maeneo fulani Maxpire mjini Mpanda. Hebu tuambie sehemu hiyo kunapatikana na namba ututajie, na sasa hivi mtu anaweza kaja wapi ila record. Namba yangu ni chafu sana, unaona, mtu anaweza kaandika 076 4258 658. Umempata Sulu, unaongea naye fresh, anakuelekeza location na nini, unafanya kazi na tunafanya kazi kweli, na kazi watazisikiliza, watu waziona safi na nini. Nasikia kuna kama mchongo fulani hivi na wanaita Kungi kama wapi? Ile Kungi kama Dayo. Hivi ni kweli Kungi ni pazuri sana? Unajua naweza nikasema pazuri kwa sababu ndo nipo mimi. Paka nika kajingo Kungi kama hata maana yake nimekubali. Maana yake kila kitu kinawezekana hapo. Tunafanya ngoma zote, aina zote, tu shoot video nini, kila kitu fresh. Kwa hiyo ndo nikaita mimi Kungi kama Dayo, kwa sababu vitu vingi vipo, yani sio kufeli mambo yangu mimi. Unaona, ndo kaita hivyo mimi. Au sio? Yeah. Hapa tulikuwa na washikaji zangu hapa kitambo sana. Mimi nimeanza kujiona nao miaka. Alikuwa mwamba alikuwa anaitwa Single Boy. Single Boy yupo? Au baada ya kumtoa na yeye akatoka? Huyo jamaa mimi nilimtoa kwa sababu nilimfundisha kazi akajua. Alipojua kazi nikamwambia sasa wewe si umeelewa kazi? Mimi ndo nilimwambia kwamba hebu naomba nipandue kajiko fulani afu niingize vitu vingine. Unajua tena dogo alipoomba hivyo nikaona nimepandua, anafanya kazi maarufu sasa hivi. Kwa hiyo na watu wengine sasa hivi mimi nafua vyuma, yani unaona, nafua vyuma, inawezekana inaenda inatumika sehemu ndo kama hivyo. Na alihamia media nyingine, lakini shikaji kwa vizuri na mimi masiano kila siku. Hata sasa hivi inaweza kupigia watu wakasikiliza, ila sio mbaya, tuache raha. Ana kinyongo mshikaji kwa safi na nini. Unajua anafanya nini? Hata siku anachoka na kazi, na mara mimi siwezi kulala bila kunywa pombe. Kama nakunywa pombe
siwezi kala vibaya sehemu yote ambayo nitaelekea mimi. Kuna matawi, yani kwa kifupi huwezi kulala njaa. Kweli, kwa sababu umefua kila sehemu karibia. Manasuru alama ipo pale, kitengenezea mazingira yake atakubali, ndo kama hivyo. Sasa una kama umerundika hapa huko, ukitoka kwenda sehemu nyingine sunalala nje. Kama unavyosikia ndugu mtazamaji, mwamba hana kinyongo. Kwa hiyo tujifunze kupitia Mwanasuru. Mwanasuru anaachwa leo afu kesho anaingiza kiume kingine. Uongo. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment. Mahenya Media Tanzania.